ni Bwana wa neema katika maisha yetu. Ninasoma Yohana 3 mistari michache kuanzia kwanza. Na Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu atabariki mioyo yetu katika jina lake. Yohana 3, ninaanza kusoma mstari wa kwanza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Huyu alimjia Bwana usiku, akamwambia, Rabi, twajua wewe mwalimu umetoka kwa Mungu, ni kwa maana hana mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu Nikodemo na kumwambia hivi, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamuuliza Bwana Yesu, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili kazaliwa? Yesu akamjibu Nikodemo, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Ni neno la Bwana Yesu kwako, ni neno la Bwana Yesu kwangu. Yesu anazungumzia hali ya kuzaliwa mara ya pili. Ni kwa nini Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu ananena neno hili kwetu? Ni kwa sababu ulizaliwa mara ya kwanza katika misingi ya dhambi. Adamu na Hawa walituweka katika makosa, na Bwana Yesu anasema neno hili kwetu ya kwamba unahitajika kuzaliwa tena kwa njia ya imani katika Kristo ndio uweze kukubalika na Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume Paulo nasema ya kwamba kupitia kwa mtu mmoja dhambi ilikuja katika ulimwengu wote. Nakupatia maji, nataka maji. Adamu na Hawa ni mtu mmoja. Mungu anapounganisha wawili anasema katika neno lake kwamba si wawili tena bali ni mwili mmoja. Na ndio maana Mungu anasema kwamba kupitia kwa mtu mmoja Adamu na Hawa tunasikiza mahubiri. Mauti ilitawala katika ulimwengu wote. Na siku ya leo kupitia kwa Bwana Yesu Kristo uzima wa milele umepatikana kwa kila mtu. Kupitia kwa Adamu na Hawa dhambi ikaingia. Kupitia kwa Yesu Kristo uzima ukaingia. Na ndio maana Yesu anasema neno hili kwetu ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili haiwezekani kumwona Mwenyezi Mungu siku ya leo. Ni kwa maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Aliye wa mwilini atatumikia mwili, aliye wa rohoni atatumikia roho Mungu. Ndiyo neno la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu kwetu siku ya leo ya kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Siku ya
Kristo. Mwili unapenda usharati, mwili unapenda madawa ya kulevya, mwili unapenda mipango ya kando, mwili unapenda starehe. Ni kwa maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Ukiishi maisha ya mwilini utatumikia mwili. Ni maneno ya Bwana Yesu kwako, ni maneno ya Bwana Yesu kwangu, ya kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, Mungu anapendezwa na maisha ya rohoni. Ni kwa maana maisha ya mwilini kamwe haiwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ni kwa maana mwili una changamoto, mwili una udhaifu, mwili unapenda dhambi. Lakini aliye na roho wa Mwenyezi Mungu ana maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Yesu amemwambia Nikodemo ya kwamba kisichozaliwa kwa mwili, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, maisha ya rohoni yanakubalika na Mungu. Maisha ya rohoni yanamheshimu Mungu. Maisha ya rohoni yanamheshimu Mungu. Ni kwa maana Mungu wetu ni roho. Ni maneno ya Yesu aliyesema kwamba anayetaka kumwabudu Mungu amwabudu katika roho na kwa kweli. Mungu wetu ni roho na anapendeza na maisha ya rohoni kama Yesu anavyosema kwako siku ya leo. Unahitaji kuzaliwa na Mungu. Unahitaji kuzaliwa tena kwa njia ya imani katika Kristo. Ni maneno ya Bwana Yesu Kristo. Ni maneno ya Bwana Yesu kwako. Ni kwa maana maisha haya na mwisho. Mwanadamu si wa kudumu. Maisha ya mwanadamu ni mafupi mno. Ni heri aliye na Bwana Yesu Kristo. Laiti ungelijua sauti ya Bwana inavyosema kwetu. Ni kwa maana mwisho wa siku kila goti na kila ulimi utamkiri Kristo ni Bwana. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Maisha ya rohoni yanakubalika. Maisha ya rohoni yanakubalika na Mungu. Anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Siku ya leo ni kwa maana maisha ya dhambi yana gharama. Dhambi siku zote ina gharama. Siku zote dhambi ina gharama. Ni heri aliye na Bwana Yesu Kristo. Ni kwa maana maisha haya ni mafupi mno. Dhambi si chakula. Dhambi ni sumu. Dhambi si uzima, ni mauti. Dhambi si baraka, ni laana. Bwana Yesu anasema kwetu siku leo ya kwamba unahitajika kuzaliwa tena kwa njia ya imani katika Kristo. Ni maneno ya Bwana Yesu aliyosema kwa Nikodemo na anasema kwetu siku leo kwamba unahitajika kuzaliwa tena. Ni kwa maana ulizaliwa katika misingi ya dhambi. Kupitia kwa Adamu na Hawa wote walianguka katika dhambi. Katika Warumi 6:23 mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama za Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi ina malipo. Ni heri aliye na Bwana Yesu Kristo. Ni kwa maana kuna maisha kwa Yesu. Kuna matumaini kwa Bwana Yesu. Kuna maisha milele kwa Bwana Yesu. Tunahesabiwa haki katika jina la Yesu Kristo. Tumekubaliwa na Mungu katika jina la Yesu.
maisha ya dhambi yana gharama. Ondokea ushirikina, ondokea ibada za Illuminati, ondokea ulevi, madawa ya kulevya, ondokea mipango ya kando. Yesu anakuita. Ni kwa maana maisha namna hiyo na mwisho ni heri aliye na Kristo. Ni kwa maana amehesabiwa haki, amekubalika na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Yesu amesema kwetu, maisha ya mwilini, maisha ya dhambi, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Siku ya leo ndilo neno la Bwana Yesu. Maisha ya rohoni yanamtukuza Bwana. Maisha ya rohoni yanaheshimika. Kutana na Bwana Yesu Kristo siku ya leo na upokee neema za Mwenyezi Mungu. Ni kwa maana Yesu anakuita katika Luka 19 mstari wa 10. Neno lasema kwamba mwana wa Adamu ambaye ni Bwana Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Unatafuta na Bwana Yesu, jisalimishe kwake. Unatafuta na Bwana Yesu Kristo, jisalimishe kwa njia ya amani. Ni kwa maana ipo siku ya presha, ipo siku ya hasira ya Mungu, ipo siku ya ghadhabu ya Mungu. Njoo kwa Yesu. Ni kwa maana ni katika siku za neema. Itumie neema kama inavyompendeza Mwenyezi Mungu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maisha haya na mwisho bila Yesu si kitu. Urembo bila Yesu si kitu. Masomo bila Yesu si kitu. Utajiri bila Yesu si kitu. Unahitaji Yesu Kristo uhesabiwe haki. Unahitaji Yesu kubalika na Mungu. Ni kwa maana maisha haya yanapita tu. Mimi nawe tu msafiri. Ni heri aliye na Bwana Yesu Kristo. Ni kwa maana mwisho wakati huu kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Mtumikia Bwana Yesu. Ni kwa maana mwili wako ni mali ya Mwenyezi Mungu, na usipeleke mali ya Mwenyezi Mungu katika ushirikina. Usipeleke mali ya Mwenyezi Mungu katika ulevi. Ni kwa maana mwili wako ni mali ya Mwenyezi Mungu. Siku ya leo kutana na Yesu Kristo, na ni kwa njia tu ya imani utapokea neema kwa Yesu, utapokea maisha mapya kwa Yesu, utapokea uzima wa milele kwa Bwana Yesu. Utakubalika na Mungu katika jina la Yesu. Ni kwa maana aliye na Yesu Kristo Bwana atatuwezesha, na tunapokea neema sawa sawa na neno la kinywa chake. Toka tuombe nalo siku ya leo. Karibia mahala hapa kwa mtu anayesema kwamba Yesu Kristo, ninakuja kwako. Bwana Yesu niokoe. Bwana Yesu Kristo, nimefungua moyo kwako. Ikiwa unahitaji jambo hili litendeke kwako, amini neno la Bwana Yesu na ukaribia mahala hapa tuombe nao tunapofunga ibada hii. Ni kwa maana Bwana Mungu amenena kinywa chake kwetu ya kwamba usipokutana na Yesu Kristo usahau mambo ya mbinguni, sahau maisha baada ya maisha haya. Ni kwa maana mbinguni hatuendi kwa miguu yetu, mbali ni kwa imani katika Kristo. Katika Yohana 14 mstari wa 6 Yesu anasema mimi ndio njia, ukweli na uzima. Sema kwamba hakuna mtu atakayemwona Mungu pasipo kwake. Hakuna njia mkato, ni Yesu tu.
atakayokupa nafasi ya kumwona Mwenyezi Mungu. Karibia mahala hapa na Bwana Yesu Kristo atakutana na maisha yako. Yesu Kristo atakuokoa. Bwana Yesu ni mwingi wa neema, ni kwa maana hakuna mwingine atakayetuokoa katika makosa yetu. Ni jina la Bwana Yesu Kristo siku ya leo. Karibia mahala hapa ili tuweze kuwa nawe tunapofunga ibada hii ya siku ya leo, kama vile Yesu amenena kwetu ya kwamba tusipozaliwa mara ya pili hatutaweza kumwona Mwenyezi Mungu. Ni kwa njia tu imani. Njoo tuombe. Ikiwa kunalo jambo ambalo limekukosesha amani, njoo mahala hapa. Ni kwa maana tuna Bwana Yesu Kristo mahala hapa. Tunaona Yesu Kristo mahala hapa. Karibia tuombe na Yesu Kristo atapokea ombi lako. Ni kwa maana ameitana kwa kinywa chake. Na ikiwa ni Yesu ameitana, neno hili ni la kweli. Ikiwa ni Bwana Yesu amenena kwetu, neno hili ni hakika. Ikiwa ni Bwana Yesu amenena kwetu, neno hili ni thabiti. Ni kwa maana Yesu Kristo ni Bwana wa wote walio katika mwili. Karibia mahala hapa tuombe nawe na Yesu Kristo atakupokea na utapokea neema za Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karibia mahala hapa tuombe nawe na Bwana Yesu atapokea maisha yako siku ya leo. Tunapopata uoshi mmoja kwa ufupi, tutaomba nawe na Mungu wetu wa neema atatimiza kusudi lake katika jina la Yesu. I surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all. But to Jesus, blessed Savior, I surrender all. I surrender all to Thee, my truly give. I will ever love and trust Him, in His presence daily I live. I surrender to Jesus. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender Jesus, I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy Holy Spirit. Let Your blessings fall on me. I surrender.